Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wote mnafuatilia channel yetu pendwa kabisa hii ya YouTube ya Dua na Tiba Asili Mujarrabu, lakini vile vile pia kwa wale ambao hamjafanikiwa kufuatilia channel yetu pendwa hii, nipende kumifahamisha kuna darasa nyingi katika channel yetu pendwa hii kabisa ya YouTube ya Dua na Tiba Asili Mujarrabu, lakini kuna mambo mengi sana mazuri pale utakapofuatilia video ambazo zimepita, lakini ukajitahidi kufuatilia video zinazokuja. Mimi niseme tu jambo moja, usiache kubonyeza neno subscribers ili uweze kufuatilia channel yetu pendwa hii kabisa ya YouTube ya Dua na Tiba Asili Mujarrabu. Lakini pia nipende kumikumbusha channel yetu pendwa hii itakuja kuwa na mabadiliko ya jina. Kuna jina ambalo litakuja rasmi, na jina hilo tutakuja kuitambulisha rasmi ikiwa na logo yake rasmi kwa taratibu zake rasmi. Kwa hiyo naombeni tuendelee kufuatilia channel yetu pendwa kabisa hii ya YouTube ya Dua na Tiba Asili Mujarrabu, mtafaidi mambo mengi sana. Leo tumekuja na darasa linalohusu tatizo la kipande uso. Tatizo la kipande uso au kipanda uso. Tatizo hili linakuwa linasumbua watu wengi sana. Mtu anakuwa anaumwa na kichwa, haswa maeneo ya hapa mbele au haswa maeneo ya pembeni. Hiyo ni tatizo ambalo linaitwa kipande uso au kipanda uso. Tatizo hili linakuwa linasumbua watu wengi sana, na imefikia stage hata kuna baadhi ya watu wanashindwa kufanya kazi zao, kufanya utafutaji wao kutokana na tatizo hili. Tatizo hili linakuwa limebeba mambo mengi sana ndani yake. Kwa sababu gani nasema hivyo? Wakati mwingine mtu anaweza akaumwa tatizo hilo la kipanda uso, lakini ikawa sio ule ugonjwa wa kawaida kama wanavyotegemewa. Wakati mwingine huwa ni masuala ya kisihiri. Nikisema masuala ya kisihiri na maanisha masuala ya kichawi. Lakini wakati mwingine pia mtu unakuta asbabu sio ile hali ya kawaida, unakuta inatokana na masuala ya kimashitwani, masuala ya kimajini wabaya, ndio inaleta sababu hiyo ya tatizo hili la kipanda uso. Hivyo basi leo nitaonyesha dawa ambayo inatibu tatizo hilo. Na dawa hii nitaitoa moja kwa moja kwa yule atakayehitaji kutaka hii dawa yetu kwa hapo ofisini, basi unakaribishwa sana na ni pendekezo lako mwenyewe. Lakini mimi leo basi mimi kama daktari nimeamua leo nimeonyeshe dawa hii ambayo ni moja kwa moja inakwenda kutibu, na sitaacha kitu wala sitaficha kitu. Nitamielezea dawa hii moja kwa moja ili iweze kumisaidia nyie ndugu zangu, haswa nyie ambao mnakuwa mnafuatilia channel yetu pendwa hii, ili muweze kupata faida mbalimbali. Haya mnayoyaona hapa, haya majani ni majani ya mvuje. Mti huu unaitwa mvuje, lakini na majani haya pia ni majani ya huo mti wa mvuje. Majani haya huwa yanafanya kazi nyingi sana, ikiwemo kazi ya kutoa uchawi. Majani haya yanaweza katoa uchawi, lakini majani haya pia unayoona majani ya mti wa mvuje ni dawa kubwa sana kwa wale wanaosumbuliwa na masuala ya kimashetani na majini. Majani haya yanatumika kwenye kazi nyingi sana, lakini leo nimelenga kazi moja tu. Kazi gani? Ni ile tatizo la kipanda uso. Chukua majani yako kama unavyoyaona, lakini naomba utakapochukua majani haya yasipungue hivi unavyoyaona. Sio jani hivi moja, hapana. Hivi unavyoona, chukua majani kwa mfumo huu, yasipungue matano. Kama unavyoona hapa, matatu haya, manne, matano, au yafike 7. Matano au 7. Kisha ukishachukua majani haya matano au 7, chukua na hii inayoitwa halititi. Chukua na hii halititi. Halititi hii inatumika sana, kuna wengine wanatumia hata kwenye masuala ya vyakula, lakini vile vile pia nimekumbushe mvuje huu pia kuna wengine wanautumia hata pia kwenye masuala ya vyakula. Kwa nini? Kwenye mashughuli makubwa wanakuwa wanatumia majani haya ya mvuje. Wengi wao pia huwa wanasema kuwa majani yale yanakuwa yanaleta kama ladha fulani hivi au harufu fulani, lakini sio hivyo tu. Majani haya pia yanaondoa zile husda katika vyakula vya shughuli. Majani haya yanaondoa pia husda katika vyakula vya shughuli. Lakini Wahindi pia huwa wanapenda sana kutumia majani haya. Kwa sababu gani? Ni majani ambayo yanakuwa yanatoa mambo mabaya pia, ikiwemo mashetani, ikiwemo majini wabaya, ikiwemo uchawi. Basi ndio maana pia huwa wanapendelea sana kutumia kwenye chakula. Sisi leo nafasi yetu ni moja tu, tatizo hili la kipanda uso. Nataka nilikomeshe kabisa. Wewe unateseka tatizo hili, basi ujua leo ndio mwisho kabisa wa tatizo hilo.
Ukishakuwa na majani yako, ukishakuwa na halititi yako, basi kitu kingine kikubwa sana ni hii chumvi mawe mnayoiona hapa. Hii chumvi mawe na yenyewe inakuwa inatumika. Chumvi mawe, upate chumvi mawe ya namna hii ambayo ni yenyewe kabisa original chumvi mawe, lakini vile vile pia upate ya halititi, alafu ndo upate haya majani ya mvuje. Ukishavipata hivyo vitu vitatu kwa pamoja, basi unavitumia kwa pamoja kuvitwanga twanga. Kwa wale ambao hawana vile vya kutwangia, basi unaweza ukatumia ukaiblend yani. Lakini haswa kabisa vizuri kabisa, ili dawa iwe na nguvu, itumike vizuri, ifanye kazi vizuri, basi tumia zile njia za kiasili. Njia gani? Tumia kuitwanga twanga. Unaichambua vizuri, kisha chambua, chukua halititi yako, changanya kiasi. Ikiwezekana changanya mfuniko mmoja, chukua majani yako 5 au 7 haya ya mvuje, kisha chukua halititi, changanya. Ikiwezekana changanya hata kifuniko kimoja kilichojaa vizuri, changanya mule. Ikiwezekana pia chukua chumvi mawe kwa saizi hii, yani mkono wako usijae sana, nusu mkono au mkono kidogo au izidi kidogo, usijae kabisa mkono wako kupitiliza. Changanya mule, hakika utajionea maajabu makubwa sana. Maajabu gani utajionea? Ukishachanganya, twanga twanga. Ukishatwanga twanga, inakuwa na hali sio kama ya unga, inakuwa na hali kama ya kutokana majani mabichi, inakuwa hipo kwenye ile hali ya unga, lakini ukishatwanga twanga inakuwa imetwangika vizuri sana. Baada ya hapo, chukua dawa yako hii ambayo tayari umeshaiandaa vizuri, umeshaitwanga twanga, weka kwenye chupa. Chupa hiyo ambayo ina maji, weka kwenye chupa ambayo ina maji, iache sehemu ya nusu saa au lisaa lizima. Mimi nakuhakikishia wewe unayeumwa na kipanda uso, basi hakika tatizo hilo litakwisha hapo hapo. Dawa hii ni mujarabu, haitaki kusubiria lisali moja, haitaki kusubiria masaa 5, haitaki kusubiria wiki moja ndio uweze kupata nafuu. Na kuhakikishia dawa hii utakapoitengeneza, kama unaumwa na kipanda uso, umeitengeneza, hapo hapo tumia, na hapo hapo utapata majibu, hapo hapo utapona. Dawa hii nimeponesha watu wengi sana, na sio ya kusubiria, na kuwa nawaponesha hapo kwa hapo kupitia dawa hii. Tengeneza dawa yako, tumia dawa hii kujiosha kichwa. Ukishachanganya katika ile chupa ile ya maji, unaiacha sehemu kama nusu saa ichanganyikane vizuri. Tumia dawa hii kuosha kichwa. Hakika utajionea maajabu makubwa sana. Katika kuosha kichwa, unaosha pote humu mpaka humu ambapo unahisi kuwa ile hali ya ugonjwa ipo, unakuwa unaosha kichwa chote kwa pamoja. Tumia asubuhi na jioni kwa muda wa siku 3. Kwa wewe ambaye nafasi yako inakuruhusu, basi tumia asubuhi, mchana pamoja na jioni, pale giza inapokuwa tayari imeshaingia. Usitumie jioni, usitumie giza kuwa bado giza halijaingia vizuri. Tumia giza inapokuwa imeingia. Na asubuhi mapema sana alfajiri tumia. Na mchana tumia mida ya saa 7 adhuhuri. Basi tumia dawa yako kwa mfumo huo. Wewe ambao umebanwa na kazi, ndio utatumia asubuhi pamoja na jioni. Hakika utajionea maajabu makubwa sana. Dawa hii itakuponesha hapo hapo. Pale ambapo wewe unahisi maumivu, basi pale wewe tumia dawa hii. Pale unahisi ugonjwa ule umekujia, una hali ile, kwa sababu mwingine ile hali ikimshika hata kuona mbele na kwake ni mtihani. Tumia dawa hii hapo hapo, hakika utajionea maajabu makubwa sana. Leo nimependelea niitoe dawa hii wazi kabisa, ili kumaliza tatizo hili kwa watu wanaoteseka, watu mbalimbali kwa matatizo mbalimbali. Hivyo basi endelea kufuatilia channel yetu pendwa hii kabisa ya YouTube ya Dua na Tiba Asili Mujarabu, na hivi punde itatokea mabadiliko ya jina. Kuna mambo mazuri sana tunatarajia yanakuja, yatakayoendelea katika channel yetu pendwa hii, basi mtajionea maajabu makubwa sana. Nyie endeleeni kufuatilia, kuna mambo mazuri sana tunaendelea kuyaleta. Wale wenye matatizo mbalimbali, wenye shida mbalimbali, niseme karibuni sana ofisini kwetu. Lakini wewe ambaye uko mbali, basi usipate shida sana, nitafute tu kwa nambari yangu ya simu ya WhatsApp 0622124812. Unaanza 255 622124812. Utanipata kwa njia ya WhatsApp na kwa njia ya simu ya kawaida. Wewe ambaye uko mbali nje ya nchi, basi nitafute kwa njia ya WhatsApp. Kwa tatizo lolote, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, basi tunaweza tukalimaliza. Lakini vile vile pia kama unahitaji dawa, basi unaweza ukaipata
pahala popote. Karibuni sana sana ofisini kwetu, lakini endeleeni kufuatilia channel yetu pendwa hii kabisa ya YouTube ya Dua na Tiba Asili Mujarabu. Msiache hapo kubonyeza neno subscribers ili uendelee kufuatilia darasa zetu. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.